So, welcome to the Community Health Promoters YouTube channel. Subscribe if you haven't. So, leo nilikuwa na news ya Community Health Promoters regarding ile Community Health Promoters Bill ya 2022 ile yenye ilikuwa push to parliament, na mwenye alipush parliament alikuanga mwenye alisponsor the pushing to parliament ilikuanga MP Martin Peters Owino. Huyo ndiye alitusaidianga kusukuma hiyo bill for kuimprove working conditions na payment za community health promoters. So hiyo bill ilikuwa impelekwa, lazima ingepitia processes za kawaida, lazima ingeenda National Assembly kwa bunge, itoke bunge iende kwa Committee of Health ya Senate, alafu itoke hapo iende kwa Senate, kutoka kwa Senate ndo kama itapita iende kwa President na assent ndo ikuwe law. So kuna great news, but before tufike kwa great news lazima tuelewe hiyo bill inaenda aje, sawa? So sit back, relax. So iko hivi. So the Community Health Promoters Bill ilikuwa ya 2022. CHPs wenye walikuwa involved ku create nini, sina clear record ya kina nani. But they did a great job, wakapeleka hiyo kitu ikakuwa push to parliament, ikafika parliament. So when ilifika parliament ndio juzi ilikuwa debate last year 2024. Ilikuwa debated about mshahara ya CHPs, working conditions, and uliona mshahara ya CHPs, uliona kina Bonye Kalwale ama nani mwenye alikuwa anasema CHPs wanalipwa chakula pesa kidogo, pesa yenye hata izinunulia mbwa chakula. So they needed to up their game ndo at least waweze kushikilia CHPs vizuri. So what they did ni parliament walipass the bill venye ilipass kutoka parliament. So wabunge walikubali bill ipite, kama ni kuongeza mshahara CHPs waongezwe, kama ni kukuwa trained CHPs wakuwe trained, alafu wakuwa absorbed kwa government, unaona. So after hapo hiyo bill ilipita kwa inaitwaje, kwa bunge, bill ilipelekwa Senate, ilikuwa iende Senate. So but before ifike kwa Senate, kwa nyumba ya Senate ndio iko debated tena venye inakuwa debated kwa parliament. So Senate walifanya aje? Senate ilikuwa lazima hiyo bill ipitie kwa Senate Health Committee ya Senate, ndo pia wakaipitia, wakaiperuzi, waka make sure kila kitu iko sawa. Juu kwa hiyo bill yenye tulikuwa tumepeana huko ilikuwa na vitu tatu, ilikuwa inaguzilia sana. So lazima wange review hizo vitu tatu. Unajua pia unataka kujua hizo vitu tatu ni gani. So kitu ya kwanza nilikuwa kwa bill ilikuwa recognizing CHPs as essential components of national health care system. So vipengele zilizoko kwa hiyo bill ni ati CHPs walikuwa wanataka ku recognized, like tutambulike, like wajulikane pia wako vital, wanasaidia pale pakubwa kwa mambo ya health kwa community. Ndio ilikuwa point ya kwanza. Juu ukiangalia health by the way bila CHPs inakuwa shaky kidogo. CHPs are doing a good job. Kitu ya pili nilikuwa kwa hiyo bill, establishing a regulatory body, like to establish body yetu. Unaona venye kuna watu kama gani ya health ya education inakwanga COOPS and NEC, vitu kama hizo check. So pia community health promoters walikuwa wanataka kutengeneza regulatory body yao, council yao yenye inaweza kuwa inaitwa the Community Health Workers Council of Kenya. Kazi hiyo council itakuwa gani? To oversee training, registration and professional conduct. So hiyo body yenye itatengenezwa under hiyo Community Health Promoters Body itakuwa ina oversee training, conduct, yani vitu ukifanya ukiwa na kesi unakuwa unaenda pigwa msasa huko nini and stuff, vitu kama hizo. Oversee training zote zitakuwa tunafanyiwa, make sure kama ni kulipwa tunalipwa vizuri, kama ni kuongeza mshahara pia hao ndio tutakuwa naongea mambo kama hizo, then si tunapush, unaona. Kitu ya tatu yenye ilikuwa kwa bill ni ensuring that they receive appropriate compensation and support for the services. So hiyo bill pia ilikuwa inataka CHPs walipwe vizuri, like hiyo ndio the main point ya hiyo bill. CHPs wako compensated according to kazi yenye anafanya. CHPs wanafanya kazi mingi lakini wanalipwa pesa kidogo, unaona. So ukiangalia the pesa yenye walipwa sasa na normal person yako kwa government ni pesa kidogo sana. So CHPs walikuwa wanataka ku compensated like pesa mzuri according to job yenye wanafanya, unaona. So
The bill ilikuwa na vitu tatu hizo zenye nimesema hizo. Recognizing CHPs as essential components. Number 2, establishing a regulatory body. Number 3, ensuring that they receive appropriate compensation for the services provided. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa kwa hiyo bill. Na hiyo bill imeshapita kwa bunge, kwa parliament imekubaliwa. Imeenda kwa next step. Senate Health Committee. Senate Health Committee na wamepitia kaangalia kana wenyewe hawa tu they deserve better, unaona? Wamekubali ipite. So bill iko hanging bado. Si ati imepita. Sasa vile imepita kwa committee na maanisha kila kitu inaanza kuwa sawa. Hapana. Okay, some great news, you make another step towards victory, unaona? Bado steps tu mbele vital. Ipite Senate, kisha debatiwa, alafu ikienda kwa meza ya president, aike sign. President akishaweka sign itakuwa law, itakuwa gazetted, then vitu zitaanza kufanyika, unaona? So following the Senate ndio italetea kitu kwa ground after imetoka kwa health committee washakubali. So ni Senate waamue sasa hiyo pesa itatoka. Unajua senators ndio wanadeal by the na pesa kwa county governments, unaona? Na hiyo bill itakuwa ina affect county government sana juu county governments ndio zitahitajika kutulipa. So hapo ndo tumefika as for now. Juu hiyo bill inaenda kusaidia sana ni itashughulikia mambo ya kwanza. Kitu ya kwanza yenye ni important sana ni ati CHPs watakuwa integrated into the government payroll. Like CHP sasa utakuwa unatambulika na government, like unalipwa na government, payroll yako ni ya government. So uko na bank account inaingiza pesa kila mwezi kutoka kwa government and stuff. So unaona after hapo vitu mingi zitabadilika sana for CHPs, which will be good. Juu pia sasa hii kuna venye vitu hazieleweki vizuri. Kuna counties zingine CHPs wanalipwa late, wengine wanalipwa on time, alafu ukiangalia pia wengine hawajalipwa kabisa, lakini hakuna mtu anaongelelea sana. Kuna CHPs hawalipwi kabisa, kuna wenye wanalipwa late, pesa inachelewa, unapata mwingine analipwa this month pesa ya last year December, alafu kuna wenye wako on time kama Nairobi government. Sasa hii Nairobi county government wako chonjo, pesa inakuja according to venye wali agree, monthly, hakuna kuchelewa, unaona? So I pity for the other county governments zenye bado nazungusha CHPs, ambapo si vizuri. Juu pato kitu wanapatiwa si ati ni salary, ni stipend. So kama stipend itakuwa ngumu hivyo, sijui salary kutaendaje. So that's why they really need this bill ipite, ndo at least make sure kila mtu analipwa. Juu itakuwa alo, unaona? Kila mtu analipwa on time, kila mtu analipwa pesa yake. So tuongelele hiyo pesa after hiyo bill imepita. So let's assume hiyo bill imepita Senate. Sasa senators wakidebate ipite, then iende kwa president's office, president desk, aike signature obvious. So hiyo bill ndio hiyo imepita, imekuwa law. Kitu ya kwanza najua mnataka kujua ni mshahara tunaweza lipa pesa ngapi. So kwa hiyo bill haija specify kabisa ati mshahara tunataka, watu wanataka pesa ngapi ama nini. The bill inataka tu pay rise, CHPs waongeze pesa na wako integrated kwa government payroll, unaona? Unajua government payroll by the way, tu ukiwa kwa payroll ya 10,000 unaweza patiwa loan kubwa sana kwa government. Na bank juu kwa government unalipwa monthly, so kwa assured. So acha tuangalie mshahara kwanza. Hiyo mshahara just in case the bill pass, inshallah, unaona, of which you're praying pass, unaona? So entry level ya salary ya CHPs juu watakuwa ni, unajua government inapanga na kitu inaitwa minimum wage. Like ukiwa employed kwa government ama government inapanga na law, like watoto wenye wako employed within the jurisdiction of Kenya, like within the borders of Kenya, government yetu inasemanga mtu afai kulipwa chini ya 14,442 shillings. Hiyo ndio minimum wage Kenya sasa hivi, 14,442, of which CHPs wanalipwa 5,000 wengi, alafu Nairobi government inalipa highest 6,000, unaona? That's a stipend. Lakini mimi nitaanza kulipwa salary itakuwa 40,450. Hiyo ndio the minimum unaweza expect kulipwa hiyo bill ikipita.
like utakuwa na expect 40,000. Hiyo ndio the minimum just in case ipite. Sijasema ndio itakuwa pesa inakuja, inaweza kuwa higher, unaona. Hii tuna approximate tu. So tukiingia, unajua kila government inapanga na levels za kulipa mishahara. Kuna officers, kuna nini, kuna cleaning, kuna messengers, kuna nini. So sisi tutaingia pale level 1. Inakwanga level A ama ni B ya kwanza, ama tukiingia mid level ama tukitoka hapo tuingie mid level itakuwa 20,000, of which hiyo ni kitu itashughulikiwa na watu huko juu ama CHPs wenyewe wakianza kulalamika. Bas first things first, hata acha ingie kwa payroll sawa. So hiyo mshahara tuseme ingie 14,442, of which itakuwa imesaidia CHPs wengi. Hiyo itakuwa tu mshahara, itakuwa mshahara pekee yake, like utakuwa na allowances, unaona. Kwa government kuna kuanga na vitu kama allowances, unaona. Au kulipange tu mshahara poa, alafu anakuacha hivyo zi. Wanajua una move, unakula, unafanya nini. So kuna kuanga na allowances. Kutakuwa na transport allowance, medical allowance, house allowance, vitu kama hizo, vitu tu mingi. Compensations mingi, alafu pia kuna depend. Unaona? Mtu mwenye anaishi Nairobi, tuseme Kakamega, na mtu anaishi Mandera huko, Wajir huko, Pokot huko, Baringo, mwezi lipo mshahara the same. Juu ya region mnafanya kazi ziko na high risk, unaona. Risks zenyu hazifanani, unaona. Okay, mshahara na itabaki the same, lakini unaona inaitwaje? Okay, salary itabaki the same kama hapo vile tumesema itaanzia, but allowances, unaona, risk allowance ya huyo mtu itakuwa higher. Mtu mwenye ako Wajir huko, Mandera huko, Baringo itakuwa higher than mtu mwenye ako hapa Kakamega ama hizi areas zenye ziko safe na security, unaona. So salary itakuwa the same kwa CHP zote Kenya, lakini sasa difference itakuwa hapo kwa allowances, unaona. Transport allowance, nini, hizo allowances zitakuwa zina depend, risk allowance, unaona. So hiyo ndio tulikuwa tunataka kusema, hii ndio update nilikuwa nayo for now, and then continue sharing the content, continue sharing the group. Na ifike to 107,000 CHPs countrywide. So na sasa YouTube hii channel iko na 140 subscribers, which means bado tujajikaza vizuri venye nafaa. So let's continue pushing the channel, let's continue working. Subscribe if you haven't, make sure umeshare hii video and at least CHPs wenye wako kwa ndani waipate wenyewe, unaona. Boeka hiyo ya nguvu, unaona. There's something happening finally, unaona. So continue subscribing, share, leave a like, and acha comment hapo chini about anything, maoni yako. Bye.